mimi nataka kukupea historia kwamba unajua kama umekuwa pale na umefikisha ule umri wa wewe kuoa. Umefika ule umri wa wewe rafiki yangu kupata jiko. Umekuwa na umefikia ile time yako kwamba hii time nakuta kama imeshafika, mimi niko tayari kupata mwenza. Ni vitu gani pale wewe ambayo unaweza kuviangalia, especially ule wakati ukiweza kukufikia? Rafiki yangu, nataka uniamini kwamba kuna vitu pale ndani ambavyo tunafaa sisi tukaweze kuvizingatia zaidi, ya kwamba ni vitu vya maana, na ni vitu vya maana sana ambavyo sisi tunafaa kuvizingatia. Je, ni kitu gani ambacho wewe unakiangalia sana sana kiasi kwamba unasema kwamba huyu mtu naoa? Huwa ni kitu gani? Huwa ni kitu gani ambacho unakiangalia? Lakini kuna kitu ambacho mimi nataka rafiki yangu ama msikilizaji wangu tukaweze kuambizana. Kwa maana ukitaka kuoa, it's better ufanye background check. Ufanye background check, uangalie who are you going to marry? Who is this person unaenda kumuoa? Je, unajua familia yake? Unajua ndugu zake? Huyu mtu ambaye wewe unataka kuoa, je, unajua ndugu zake? Unataka kumuoa, je, unajua wazazi wake? Majirani zake unawajua vizuri? Na anatokelezea wapi? So unakuta kwamba utaenda kuwa unajua there are classes. Hilo ni jambo tunafaa kulitambua. So kuna jamaa alikuwa anataka kuoa bana, na hakutaka kwa kufuata haya mambo yote ambayo mimi nilikuwa nayazungumzia hapa. So huyu jamaa alienda tu direct, anasema mimi nataka kuoa. So akapatana na mwanadada zile pap mbele tatu hivi, wakaelewana kwamba okay, ni sawa, acha tuoane. So jamaa akamchukua mwanadada, wakaanza process pale nini na nini, wakafikia sehemu ile ya kuoana. True story by the way. Mimi huwa sidanganyi, huwa ninawaambia wasikilizaji wangu kitu cha ukweli. Msikilizaji wangu mimi huwa nakwambia kitu cha ukweli. So jamaa huyu alivyo wakaenda, so process ya mandoa ile ikaenda haraka sana. Unajua siku hizi hatucheleweshi kwa sababu tunasema mambo ni mengi. Ukishakamata mtu, chukua huyo mtu moja kwa moja, malizaneni, peleka kwa wazazi, fungeni ndoa. So wakafunga ndoa, wa jamaa wakaoana. Walivyoana sasa, wakamuoa, kaenda naye kwao, kampeleka kwa wazazi wake. Shida sasa, kwao yule bibi kilitokea kitu. Na unajua hikilia ina jambo, kule kulitokea kitu. Kitu chenye bana, kulitokea harusi ya kwamba kulikuweko na mdogo wake yule alikuwa anaolewa. Unanisikia msikilizaji? Kulikuweko na mdogo wa yule dada alikuwa anaolewa. So masemeji wakaitwa kama kawaida, wanafamilia wakaitwa kama kawaida. Mnajua nini? Kuna harusi hapa. Kwa hiyo kwenye harusi inafaa maandalizi. Kama mkwe wa pale kwa walile boma pia yule naye alienda na alihudhuria vile vikao. Alipigwa na butwa alipofika sasa kwa kile kikao, rafiki yangu. Mwamba alipofika pale kwa kile kikao, kikao kikaanza. So wakatokea mmoja pale akasema, bana, kwenye hiyo harusi ule mchele wote ambao unahitajika kulisha wale watu wote watakao kuhudhuria kwa hiyo harusi, nataka uwe juu yangu. Anasema kwamba ule mchele wote ambao utaliwa pale, mimi nataka uwe juu yangu. Akatokea mwingine anasema kwamba mimi najua ni mimi ndio mkwe mkuu hapa, mwenye nimeoa ule msichana wenu mkubwa kabisa. Kwa hiyo ninasema kwamba zile ng'ombe ambazo mmepata kupanga kwenye hii harusi, mimi ndio nitazisimamia. Ziwe 2, ziwe 3, iwe 1, 2, 3, mimi ndio nitasimamia hiyo gharama yote. Akatokea mwingine basi pale anasema kwamba watu wakija hapa watataka hili boma liwe limepambwa, kutoka kwa decorations za hili boma lote, mpaka tent na viti na hata system sound ile ambayo itakuwa inatumbuiza watu siku hiyo harusi, nataka iwe juu yangu mimi. Jamaa ako pale amechanganyikiwa. Hawa watu ni watu kina nani? Hapa nimejiingiza wapi? So jamaa kuenda pale hivyo, ikafikia sasa hiyo time
ya kwamba ni yeye amenyamaza sana, anaangaliwa sasa. Watu wengi wameahidi, lakini huyo pale ameweza kunyamaza. Bana, mbona umenyamaza sana? Ikabidi basi pia yeye ahidi. Sasa anashangaa atasemaje? Bwana anasema kwamba basi mimi naona kama vitu vyote vimechukuliwa, lakini mimi bila shaka kwa harusi kutakuja wageni. Ninataka wale wageni wote ambao watakuja, basi mimi ndimi nitakaye kuwa ninawaongoza. Jamaa alijipea kazi ya Asha. Anasema kwamba wale wageni wote watakaokuja hiyo siku mimi ndo nitakuwa na wapanga, kwamba tenti hii ni ya hawa, tenti hii ni ya wachungaji, tenti hii ni ya wageni walikwa, tenti hii ni ya kina hawa. Watu wakashangaa ni kitengo gani jamaa amechukua, lakini wakamuelewa. So mambo mengine bana tunajaibisha ndugu zanguni, kabla uoe mtu hemu fanya ground check ndugu zake, kama ana ndugu zake ana wangapi, na je kati hao ndugu zake ni wangapi wameolewa, na je wameolewa na nani, wanafanya kazi gani waliowaoa. Kwenye hafla kama hizi bana tuepuke aibu rafiki zangu, si ndio? So pale kijana, ninakwambia kwamba ikifika ile time unataka kuchukua mtu, usichukue mtu tu kwa sababu imefika time ya kuchukua mtu. Hebu angalia bana, ni wapi pale mimi ninaenda, ni wapi pale mimi ninachukua huyu bibi. Jamaa alijaibisha, watu wakichukua ng'ombe, mambuzi, kila kitu. Jamaa anasema mimi nitakuwa Asha, nitapanga wale wageni. Hiyo ni aibu rafiki zangu, so tusifanye hivyo.